Hayati Mzee Jomo Kenyatta alitambulikana kwa mengi, na kati ya mambo aliyotambulikana nayo sana Kenyatta ni familia yake, haswa wake zake wanne. Leo tunakuletea shajara ya bintiye Kenyatta wa kwanza, ambaye jina lake ni Margaret Wambui Kenyatta. Margaret Wambui Kenyatta alizaliwa tarehe 16 mwezi Februari mwaka 1928, 1928, miaka 5 kabla ya kuzaliwa kwa mkewe Wanne Kenyatta, ambaye ni mamake rais mstaafu Uhuru Kenyatta NGINA Kenyatta, ambaye alizaliwa mwaka 1933. Ina maana Kenyatta alimuoa NGINA ambaye alikuwa na miaka 5 kwa uchanga kulinganishwa na bintiye mkubwa Margaret Wambui Kenyatta. Margaret Kenyatta alisomea katika shule ya wasichana ya Alliance High School iliyopo katika eneo bunge la Kikuyu wakati ule, kabla ya kujiunga na chuo kikuu cha mafunzo ya ualimu katika eneo bunge la Githunguri mwaka 1948 ama 1948 mpaka mwaka 1952, 1952. Baada ya kukamilisha masomo yake, Margaret alijiunga na babake Kenyatta na kufanya kazi kama mwandishi na mpokeaji wa simu katika harakati za babake za kupigania uhuru wa Jamhuri ya Kenya. Hii ni kabla ya kujiunga na chama cha KANU mwaka 1960 ama 1960, ambapo alichaguliwa kama sekretari msaidizi na baadaye kuteuliwa kama sekretari wa chama cha KANU mwaka 1961 mpaka mwaka 1962. From 1961 to 1962 alipata kuhudumu kama sekretari wa chama cha KANU na alihudumu katika eneo la Kiambu. Baada ya Kenya kupata uhuru mwaka 1963 na Mzee Jomo Kenyatta kutawazwa kama waziri mkuu, Margaret Kenyatta aliteuliwa kama mkubwa wa kundi la manispaa la kaunti ya Nairobi chini ya uongozi wa serikali changa ya babake Mzee Kenyatta. Baada ya kuhudumu chini ya serikali ya kaunti, Margaret aliteuliwa kama mkurugenzi mkuu wa Kenya National Council of Women KNCW, ambayo ilizinduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1963. Na baadaye miaka 4 baadaye, Margaret 1967 alitajwa kama mwanamke pekee aliyekuwa na ufahamu wa uongozi wa ngazi ya juu zaidi nchini Kenya, na hapo ndipo nyota yake ilizidi kung'aa Margaret, maana inaaminika kati ya wanawake nchini Kenya kwa wakati ule waliokuwa na mafunzo na elimu, hamna aliyefikia elimu aliyokuwa nayo Margaret Kenyatta, mwanawe Mzee Jomo Kenyatta. Tukizamia katika maisha yake na familia yake, inaaminika kati ya wanawe Kenyatta wote, Kenyatta alimpenda sana Margaret kwa ukakamavu wake, ndipo kumtunza yeye babake na pia kuiunganisha familia yake Kenyatta. Baada ya Kenyatta kukamatwa pamoja na mwanawe wa kiume Peter Muigai Kenyatta mwaka 1952, 1952, Margaret ndiye aliyekuwa akiwatembelea kila mara gerezani na kupokea taarifa alizozipeleka kwa kikosi cha wapiganaji wa Mau Mau, ndipo waendelee na harakati za kuikomboa nchi kutokea katika mikono ya mkoloni wa Uingereza. Mwaka 1970, 1966 mpaka mwaka 1970 mpaka mwaka 1976, Margaret kwa kipindi hiki cha miaka 6
aliteuliwa kama meya wa kaunti ya Nairobi, wakati ule wadhifa wa meya ukiwa na mamlaka sawia na ya gavana katika serikali ya sasa. Inaaminika kati ya wanawe Kenyatta wote aliyemrithi Kenyatta katika kuwa na hamu ya kuongoza, na iwe ni kwa kuchaguliwa na watu au hata kama ni kwa umwagaji wa damu, alikuwa ni Margaret Kenyatta. Ni dhahiri mtoto wa nyoka ni nyoka. Baada ya kifo cha Kenyatta mwaka 1978, fununu zilikuwepo kuwa Margaret pamoja na familia yake walipanga kumweka mbele Margaret kama mwaniaji wa kiti cha urais dhidi ya aliyekuwa rais wakati ule, Mzee Daniel Toroitich arap Moi. Ila Moi akawa mjanja sana na kumteua Margaret kama mwakilishi wa wanawake katika Umoja wa Mataifa, the United Nations. Historia ya siasa za Kenya ni dhahiri haitamsahau Margaret Kenyatta katika kupigania nafasi za kina mama katika siasa za Jamhuri ya Kenya na bara la Afrika kwa jumla. Margaret Kenyatta aliaga dunia mwaka 2017 wakati ule akiwa na miaka 89, 2017 akiwa na miaka 89. Hii ilikuwa ni baada ya nduguye mdogo Uhuru Kenyatta kuteuliwa kama rais wa Kenya kwa mkondo wa pili, na hapo ndipo Margaret Kenyatta aliweza kuvuta hewa ya mwisho chini ya anga. Leo hii imekuwa ni shajara ya bintiye Kenyatta wa kwanza. Ni mengi ambayo yameandikwa na kusema kuhusiana na Kenyatta, ila jambo ambalo Kenyatta aliliwacha ni kuacha kama ameipanga familia yake, na hakuna mwanawe Kenyatta ambaye kwa sasa tunaweza sema analia kwa njaa, analia ya kwamba kupata elimu, analia ya kwamba kupata urithi wa babake. Maana wanawe Kenyatta wote walikuwa na nafasi kubwa sana katika maisha yao za kujipanga na kujipigania ndipo waweze kufikia ndoto zao. Ndo maana unapomsikia Uhuru Kenyatta akiwaambia nyinyi wenyewe ndio mtakaoachwa kula shida na kuweza kuhangaika chini ya uongozi unaokuja, watu walimchukulia mzaha tu, lakini mzee baba alikuwa na ukweli mtupu. Maana kwa sasa Wakenya kila kukicha wanalia wakiuliza, Uhuru utarejea lini? Umenyamasaje? Sisi kama Wakenya tunaumizwa. Ndivyo vilio vya kila kukicha. Lakini familia yake Uhuru, iwe ni watoto wake NGINA Kenyatta, iwe ni wanawe Grace Wahuu ambaye alikuwa ndiye mamake Margaret, mkewe Kenyatta wa kwanza, iwe ni Edna Clark mwanawe Edna Clark ambaye ni Peter Magana ambaye ni mwanawe Kenyatta aliyezaliwa kule nchini Uingereza, iwe ni bintiye Kenyatta aliyezaliwa na mkewe watatu ambaye ni Wambui, wote wapo mahali pazuri ikifikia kihela na kifamilia na kimipangilio. Wote wana hela na wanaishi vema. Ni hayo kwa sasa dau. Hii imekuwa ni shajara yake Margaret Kenyatta. Usisahau kusubscribe ndani ya The FM Show KE. Mimi niite FK Mwenda.